kuna boss, alafu wahudumu wako mle wanahudumia watu, wateja wanaingia ndani mle mgahawani ama hotelini. Ndivyo ilivyo kwamba sisi tuko hivyo mbele za Mungu, mfano kwamba vinatumika kwa ajili ya wale watu wa Mungu. Rejea somo la awali kwa habari ya wakili, ya kwamba kusimamia mali ambayo si ya kwetu sisi. Kumbuka kwamba kanisa ni mali ya Mungu, sio la kwangu, sio la kwako, sio la mwingine, ni mali ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kwamba katika kusimamia, ina maana kwamba sisi tumepewa dhamana kusimamia, na kila mmoja atoe hesabu yake mbele za Mungu ya usimamizi wa kila ambacho Mungu aliweka ndani yake, hicho kipawa au karama ambayo Mungu ameweka ndani yake huyo mtu. Maana ni kwamba hapa kanisa sasa lisiwe kama pengine yani tu kama tulivyozoea tu kanisa, lakini kuna kitu ambacho nataka tuweze kuona kama hapa Mungu anataka sasa kanisa lilo hai, linalozaliana. Maana ni kwamba wale wanafunzi waweze kufanyika pia za wanafunzi wenzake wengine. Kondoo anazaa kondoo, na kondoo wanazaliana kwa namna hiyo, wanaongezeka kwa idadi sababu wanazaliana. Sisi ni kwamba tuandae hawa watu. Lengo ni kwamba kuandaa kanisa, hawa wanafunzi, ili kwamba pia na wao waweze kuwa nafasi ya kuandaa wengine, ili kazi hii kwamba iweze kufanyika, huduma itendeke, na mwili wa Kristo upate kujengwa, na ili kwamba tuweze kukamilishwa. Watakatifu ina maana kwamba wanakamilishwa tokana na vile vipawa vitano. Kuna unabii kwa hapo, kuna utume kwa hapo, kuna utumishi kwa hapo, kuna mchungaji, kuna mwalimu. Vyote ni kwamba vipo kwa ajili ya kumkamilisha mtakatifu. Ina maana bila hiyo kwamba kuna mapungufu yanakuwepo. Kila huduma kwa ifanye kazi yake, itende kazi yake kwa kusudi la kumkamilisha mtu, kuwakamilisha hawa watakatifu. Hatuangalie kwa habari ya mchungaji, mtume, nabii, mwinjilisti, na mwalimu kwa sasa, lakini kwamba tutakuja kuangalia kwa wakati mwingine kwa nabii nani, mtume nani, mwalimu, mchungaji, tutaangalia kwa kina wakati mwingine. Ila kwa ni kwamba ile kwamba hivi ni vipawa ambavyo Mungu amevitoa, amewapa watu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lake, yani viwezeshe, vitendea kazi, ili kazi yake ipate kutendeka. Lazima hawa watu wapate kuwezeshwa. Mtu aende shambani kama asipokuwa na jembe, kama wakati kulima awe na jembe, ili kwamba aweze kufanya kazi ya kulima. Kama ni kung'oa, kukata mpunga, lazima awe na panga au kisu au mundu. Kwa hivyo kila zani kwamba inakuwa kwa wakati wake. Wakati wa kulima jembe itahitajika, wakati wa kuvuna mundu au panga inahitajika. Kila kifaa kipo kwa ajili ya kusudi lake, kwa wakati wake kitumike. Pia ni kwamba ni kwamba kila kifaa ni kwamba kitumike kwa wakati wake katika shamba la Mungu ambalo ni kanisa lake Kristo Yesu.